Wakati tukiendelea basi katika episode ya 18 mtazamaji, nitasoma message kadhaa ambazo umeandika ama umecomment katika episode ya 17. Huyu jamaa anasema I say DJ unajua kinoma yani. Anaitwa Ndule Boy, hajasema anapatikana wapi. Na huyu anasema hongera sana DJ, safi sana. Mimi leo pia nimekuwa wa kwanza, natokea Oman. Unaitwa Barka, kitu kama hicho, Oman Barka. Asante sana, unasema burudani iendelee. Wewe ni Mayasa Majidi. Aya, Sylvester Sali pia unasema aise ulikuwa ukiingoja sana. Da DJ unaweza bwana. Asante sana. Huyu anasema asante sana DJ Lukindo, unaitwa Rukia Omari. Pamoja sana. Asante sana DJ Anifa Shabani. Huyu anaitwa Hashimu. Mambo kaka, unasema mambo kaka. Kazi iendelee. Asante sana, kazi iendelee. Dina Simon tuko pamoja. Nilikuwa nachungulia kila saa, unasema Dina Simon. Huyu ni Lili na Shela, anasema yani huku watu washawahi, lakini pamoja na Lili niko rada. Movie ni nzuri sana. Lili na Shela kutokea Kenya. Nasema maua yako DJ. Asante sana Lili na Shela. DJ tunaomba iendelee. Of course inaendelea kwenye 18 sasa. Haya, burudani ikiwa inaendelea namna hii. Nikukaribishe sana, sogea twende sambamba. Nitahakikisha nitaendelea kusoma message kadri nitakapopata muda. Kwa hiyo hakuna kinachoharibika. Karibu sana kwenye episode ya 18. Sasa huyo muuni ambaye anaitwa General Wujian ndio huyo hapo. Jamaa amefurahia kitoweo. Anasema Emperor Yong ameniletea kitoweo leo. Aise, jamaa ananijulia sana. Akamwambia, je, unakumbuka? Unanikumbuka mimi naitwa unamkumbuka Lady Shang? Akasema unamaanisha nini? Unamwongelea Bing? Anaitwa Lady Shang Bing. Kamwambia unamwongelea Bing. Sasa unajua huyu bibie Lu Yunshi alishamwambia jamaa yule Prince Su kwamba wewe waache wanitume huko. Mimi mwenyewe nina plani yangu. Kwa hiyo ameenda kule, jamaa kata anafurahia kitoweo. Ile amefurahia, amefika tu pale karibu. Binti akampiga swali ambalo jamaa ameshindwa kuelewa. Huyu binti kamjuaje huyu Bing? Wewe utaelewa tu mtazamaji, usiwe na haraka. Wakati huo basi mpenzi wake, yani ambaye mtu wake ambaye ndo unajua kabisa huyu ndo anapendana naye sana, Shao Chuyi, alikuwa akikamata kale kadubwana, akikatazama tazama, kanafanyaje. Alafu kuna kaujumbe kakawa kameletwa na njiwa. We njiwa, eleka salamu. Basi imeletwa salamu pale. Salamu ile ilikuwa imemwarifu taarifa moja muhimu sana. Jamaa akamwambia Shuida, nisikilize, ambia wanajeshi wetu wakae sawa sawa. Sawa bana. Inabidi turudi tulikotoka. Haya, fanya haraka. Ikiwa kuna kitu chochote kitaenda tofauti, ripoti kwangu, sawa? Taarifa imeshamfikia jamaa. Tayari anajua kila kitu kinachoendelea. Walikaa mezani bwana. Akamwambia unajua miaka 7 iliyopita nilimwona Lady Xia, mama yake na nani? Shao Chuyi. I mean mama yake na Shao Chuyi. Mwambie lakini kuna vitu niligundua. Alikuwa akisubiri mtu mmoja ambaye anajua hatamuona tena. Mzee akashindwa kuelewa. Huyu binti amejuaje haya mambo? Kwanza ukimwangalia tu baba ana uchu. Ana miaka kadhaa kafungwa hapo. Hajawahi kufanya mapenzi, lakini maswali haya yamemfanya hata ile hali ya kutaka kufanya mapenzi imeyeyuka kabisa. Sema unajua mambo mara nyingine huwa yanageuka namna hii mheshimiwa. Akamwekea kidogo na kikombe cha wine. Huyu mzee ana kasusu yake moja akitumia kule jela. Akiletwa vitoto na nini, basi yeye asubiri mambo ya kuandaana. Itajulikana cheche mpaka zitoke. Sasa angalia huku na huku, binti akaona huyu mzee naona ameona nampimia kidogo sana. Mzee ameamua aoge kabisa. Kumwambia jana kuna mtu alitumwa hapa, si ndio? Sasa namwambia mkuu, kama ukiamua kusarenda, nina imani utaunganika tena na mwanao. Binti anaonekana anajua siri nzito sana. Mzee kumbe aliwahi kupoteza mtoto wake miaka mingi sana. Sasa hiki kitu kimemchanganya kidogo. Hii kidogo ikamfanya aulize. Akasema kwanza umenifurahisha sana. Maneno yako yameugusa mtima wangu. Sasa kuanzia leo nitafanya kitu chochote kwa ajili yenu. Nina imani kwamba ukifanya hivyo utaunganisha mataifa mengi.
ameponea kwenye tundu. Lakini wewe ngoja. Unaondokaje sijala? Nitaanza kunywa ndo nile au nile ndo nikunywe. Mwambia Fu mbona mzuri sana. Takuachaje uondoke usiku hivi bwana Wewe binti nikuulize swali hilo. Mzee akaanza kupapasa huko nyuma. Binti akajaribu kujitetea wapi? Kipini kimedondoka chini. Huyu mzee amezoea kufanyia hapo kwenye majani. Hatumii kitanda chake. Unadhani mimi nimeletwa hapa jela hivi? Nimebaka mabinti wengi sana binti. Kama hata namna kwa nguvu anataka ale mzigo. We mzee. Basi kidogo binti akaanza kulia machozi ya kwao. Anaongea mpaka Kichaga. Mzee naye ana usongo. Lakini kumbuka mchizi mwenyewe Shao Chuyi, taarifa alikuwa nayo tayari. Wewe unawezaje kumzuia general? Akisema wewe mkuu, sasa unakuja huku usije ukatuletea matatizo. Hatuhitaji mambo ya vita. Kama unaingia acha panga lako hapo. Basi wakamruhusu kuingia ndani. Sasa yeye anakuaga na utaratibu wake. Wanasema tumetumwa na Crown Prince, hauruhusiwi kuingia hapa. Kwanza kakaa ule mkao wake ambao anauaga watu. Yaani huo mkao anaokaa ni mkao ambao mtu yoyote ambaye anagusa mali yake ni halali yake. Sasa binti naye aliona kuna chupa. Unajua yule jamaa alivunja chupa ile ya pombe. Sijui ilikuwa wine ile. Mtoto hakika kaikamata vizuri. Bana, mimi nikajua anamuua mzee. Lakini inaonekana kama ile chupa mbona kama imeenda shingoni kwake tena. Wewe hujaipigwa ngumi kama hii. Binti ndo alikuwa anaenda kujimaliza. Lakini kuna mtu mmoja tu mara zote huwa ni mkombozi wake. Mtoto wa kike hupenda kufanya vitu peke yake, lakini mara zote akikwama kuna mtu mmoja tu huaga ndo anamuokoa. Sasa baba ana UTI hajajitibu. Na daktari pia amesema kuna uwezekano pia atakuwa na ugonjwa mwingine. Anataka kumpa mtoto wa watu UTI. Mzee huyu naye wa kuangalia sana, mshtaki kwenu jamani, hebu mpeni kwanza maneno yenu kwanza. Mpeni za moyo. Yake inaonekana kama anataka kutuletea mabalaa. Jamaa akaja pale akatoa kibezi chake kwa sauti ya chini kabisa. Vipi mpenzi wangu? Niko hapa. Huyu jamaa naye ni fundi. Sasa bado hajamalizana na huyu jamaa. Kama alikuwa hajamalizana naye, kaona aendelee kumpa kipondo. Jamaa alipatiwa kipondo sio cha kawaida. Shao Chuyi. Sasa umekuja mwenyewe. Hauwezi toka hapa ukiwa hai. Shao Chuyi naye akapatiwa kidogo. Sasa hapo ndo amechokoza nyuku. Haya ni mapigo sasa wale ambayo wanafanyaga huko kwenye mazoezi ya jeshi. Vunja mbavu zote. Baba wa watu akawa sasa anatapika damu. Kila akimeza anasikia amemeza nyongo. Akimeza anasikia amemeza koromero. Yaani vitu vinaelekea, yaani vimechanganyikana tu. Maharage na maini, kunde huko. Haya, yuko mwanadada mmoja ambaye anasema yeye anaitwa Nisforian Joseph. Haya, tuko pamoja, shout outs kwako, nimekupata. Mtoto wa kike akiwa aamini kilichotokea. Haya, mwamba sasa anamwambia uko sawa. Alafu haina haja ya binti kutembea na miguu yake. Anajua kwamba ana miguu lakini anambeba. Ukiwa na mapenzi na mpenzi wako bwana, umwache atembee tu. Sasa binti anauliza kwa nini umerudi tena? Kwa sababu siwezi kukuacha ukiwa peke yako. Majibu mengine haya. Haya, huyu anajiita, anasema nakuja DJ wangu, unaitwa Yusra, wewe uko ndani ya Oman. Haya, tuko pamoja Yusra. Pamoja sana kutokea Oman. Usisahau kuangalia tena na episode hii ya 18. Natarajia nitaona komenti yako pia. Huyu anasema safi sana, you are the best DJ. Unaitwa Sadiki Lausi. Pamoja sana Hadija nani? Hujulikani Hadija nani wewe? Sema woyo, umependa sana kuiona 17 Haya, DJ wetu kazi endelee. Steve Juma. Huyu anasema nimekupenda bure DJ. Unaitwa Renata Jonathan. Haya, hebu niambie. Kwa nini sasa umerudi tena huku? Unajua kama Crown Prince atakufanyia mambo mabaya. Mimi sijali atakachofanya chochote. Binti anaona ile. Lakini hili ni jambo linahusu familia yangu unajua. Usingeingilia. Mimi nataka uwe salama. Sasa inaonekana baada ya kutoka kule.
kuna mtu hataki mimi niendelee kuishi. Sasa kwa nini umekuja huku tena? Wewe nisikilize mimi ninachokwambia. Mimi najua mzee anataka nini. Sasa akimaanisha Ember. Wewe nisikilize mimi, hakuna kitakachoharibika. Na bila hivyo itakuwa sasa nitapoteza focus yangu kwenye hii vita. Anachotaka mchizi ni binti amsapoti. Mwambie unajua unapompenda mtu. Sasa hapo kwa kulegeza sauti jamani. Wakati mwingine nachoka kulegeza na mimi. Mimi nailegeza kina ilegei. Unajua nikiwa nakuangalia hivi. Yaani nasikia kama sijui najisikiaje kwa ndani. We dada. Mwambie chui. Hata mimi nataka uwe salama. Unajua mimi sitaki uwe kwenye hatari. Na nisingependa kufa kwa majuto mimi. Naomba tafadhali urudi, usije ukapatwa na mabaya. Mimi naogopa. Hebu tungoje basi. Nitapata tu dawa tiba itakayomponya mtoto, sawa? Akamwambia sikiliza, mimi nitasubiri mpaka usiku nione mambo yataendaje. Wewe inatoka movie, yani sauti fulani hivi kama unajua zile za kwenye movie zile. Wala usijali, mimi nasubiri ikifika mida fulani jioni tutaonana. Jamani. Haya basi, tuna huyu anasema DJ mambo mazuri sana. Naangalia kutokea Saudia. Unaitwa Evelyn Motong. Asante sana. Hii inakuwa kama Chinese. Hebu nisikilize kwa makini sana. Inaonekana mambo yanavyokwenda bado tujafanikiwa. Sasa huyu jamaa akija hapa patachafuka. Una uhakika atakuja hapa? Sema ndio inavyoonekana. Sasa nakupatia hiki kitakusaidia wewe kuingia popote ndani ya mji. Na hiki kitakusaidia wewe kumlock huyu jamaa kabisa Shao Chui. Hawezi kutoka wala kwenda popote. Na Crown Prince pia anatakiwa ingie kwenye mtego wetu. Huyu jamaa Zhou Yanyu anajitengenezea yani unajua mtaka yote bana kwa pupa au kosa vyote. Sasa leo bibi anakuja anamwambia umempeleka wapi mtoto? Ni nini unachotaka? Kamwambia mimi sihitaji chochote kwako. Na ikiwa unataka kumuona mtoto inabidi unitii mimi. Sasa ndo anamuonesha rangi zake zile kabisa. Kama basi Crown Prince akijua nimekupatia hii, ujue utaingia kwenye shida. Akamwambia Yushi, sintaacha wewe wala mtoto. Nitafanya kila kitu ambacho wewe unadhani kwamba Shao Chui anakufanyia lakini yeye hataweza kukufanyia. Mbona anajiamini kiasi hicho? Anapanga kufanya nini? Leo kwa mara ya kwanza akitaka kumshika, binti bado hampi nafasi. Namwambia baba, ili si fungu lako. Nikikupa utaweza? Tawezana? Tawezana. Haya, huyu anaitwa Christine Nema, anasema nice. Huyu katumia tu neno moja nice, alafu na kikopa pale kimoyo pale. Kuna ujumbe pia umemfikia Shao Chui. Akiwa anajaribu kupitia. Anamuuliza sasa huyu ni Princess, anamwambia Prince, I say nitakusindikiza. Siwezi kukuacha uende mwenyewe. Lakini akamuonesha ujumbe ule. Jamaa naye akaupitia ujumbe. Sasa mbona mambo hii message itakuwa uongo. Usije ukarudi makao makuu kule watakumaliza. Wewe nisikilize mimi ndo nakwambia. Hebu tuondoke sasa hivi. Sasa nikiondoka hapa utamuumiza au utammaliza mke wangu. Lakini mkuu, tumeletwa taarifa hapa kwamba mheshimiwa amemuita Prince waende kuzungumza. Sasa hii ni amri yangu. Mwambie Crown Prince kwamba siji. Kaka ni bora urudi tu, utaonekana unashirikiana na mimi. Mimi najua huyu Prince ataenda kushindwa kila kitu. Wewe fuata wanachosema wao. Nisikilize Chui. Miaka 7 iliyopita mimi pia nilikuwa kuna wakati mgumu kama wewe. Sintakutelekeza tena. Alafu sitaki aibu za kijinga. Kaka nisikilize. Mimi nakuhakikishia hii serikali tunaichukua. Hakuna kitakachoharibika hapa. Na nitahakikisha nitalipiza kisasi dhidi ya wazazi wangu na wanajeshi wangu waliokufa katika vita. Hebu mchukueni haraka. Sasa Prince Su alitaka kuleta shida. Wamemdhibiti. Maana yake anambembeleza jamaa kufanya kitu ambacho hataki. Sasa angalia, Crown Prince leo ameshikwa kwenye 18. Anaanza kumuuliza Zhou Yanyu, inawezekana vipi wewe una msuli wa kunifanyia hivi mimi wewe? Kumbe ulikuwa hujui wewe ni msaliti mkubwa. Sasa umenipa mimi wadhifa mkubwa wa kufanya chochote ninachotaka. Ikiwa utajisalimisha kwangu. Nisikilize kwa makini. Chochote unachosema basi kitafanyika, lakini mimi ndo nitakuwa mbele.
Nyinyi wapuuzi. Kumbe nyinyi mnashirikiana. Bwana. Crown Prince akabaki pale ajui cha kufanya. Mwamba ikabidi aoneshe sura yake. Akamwambia mimi naitwa Prince Luesha. Je, unanikumbuka baba? Sisi ndo wale ambao tunakusaidia. Sisi ndo wale tuliopakwa mafuta mabichi. Sisi ndo wale tunaopendelewa na Mungu. Kwa hiyo huyu jamaa Luesha amenigeuka na mimi. Kama usingemsaliti yeye pia asingekusaliti wewe. Wewe ndo ulianzisha. Nahitaji kumuona babangu. Nasema nahitaji kumuona babangu. Akala bonge moja ya mgogo. Bana. Tunashuhudia mpaka damu zinaruka pale. Jamaa anaamua kummaliza pale. Hii ni kusema anauawa mtu pale. Bana. Basi jamaa aligaragara pale, ingawa ametuletea vitu za bongo movie leo atuoni mtu akikatwa kama movie za wazungu, lakini kile chuma kimefanya kazi yake. Tunaamini fuvu la kichwa limevunjwa. Alafu kachukua ile cheni. Hii itasema hii itakuwa ya kwangu hii. Kwenye ule kuna ile dawa tiba. Sikia nikwambie. Itakuwa story ni kwamba huyu alijaribu kukimbia na baada ya kujaribu kukimbia wakadhibitiwa au vipi bwana? Sasa tumalize kile tulichomaliza ambacho tukifanya miaka 7 iliyopita. Bana, huyu Zoe Yanyu amekuwa wa moto. Tulipatana mpakani hapa miaka 7 iliyopita. Sasa utaniambia wewe unachotaka ni nini? Unajua Princess Su ana wanajeshi wa kutosha. Mimi ninachotaka pia niwe na wanajeshi wa kutosha. Sasa tunaachiana hapa mpakani. Wewe unaenda zako utakuwa na jeshi lako, lakini mimi naomba nipate ruksa pia kutengeneza jeshi langu. Baba yangu nafikiri hana shida. Basi utanipatia pia ramani ikiwa wataleta shida yoyote upande wako na mimi niweze kuadhibiti. Wala usijali chochote. Kila kitu kilichotokea miaka iliyopita wewe ulinisaidia kufanya kila kitu. Sasa ni zamu yangu kukusaidia. Katika hili tunalopanga kaka, nataka nikuhakikishia kuna kinachotokea. Lakini pia hii familia ya Zhu imekaa miaka 3 katika madaraka. Ifikie wakati na sisi sasa tupate nafasi. Lakini kwa nini umenisaidia? Binamu yangu Xiao Chuyi pamoja na Princess Su, mimi nataka wafe. Bana. Huyu jamaa anataka ndugu yake afe. Unasema wow DJ. Kazi nzuri sana Aziza Saif, niko Saudia Arabia. Asante sana Aziza. Joanna niko nasema Palma Mozambiki, nimependa sana movie, ni kali sana. Arafa Amir unasema DJ wangu pendwa na kufuatilia sana. DJ Anatos unasema unaitwa Diana Anatos. Kizungu hii Diana tunaita Diana. Unamjua Princess Diana wewe? Hasa angalia mtoto hali yake imekuwa mbaya. Ile hali ile inamfanya anapata maumivu makali. Ile sumu ile ya Crown Prince aliyopatiwa kijana huyo inamfanya kijana anapata maumivu makali ya kifua. Lakini Chiyushi alikuja hapa. Mwambie sasa mama. Sasa huyu mtoto tunamsaidiaje? Mbona hali inazidi kuwa mbaya? Mama anaemea juu. Mama nasikia joto. Mtoto anapata tabu kweli. Huyo anasema nilimisi sana hii kali sana. Amiri Hashim. Umeipata leo, tunakwenda mbele kwa mbele na leo tunaimaliza kabisa yote. Xiao Chuyi. Wewe Xiao Chuyi. Unathubutu vipi kuja hapa wewe? Kamkamata kumwambia unaniambia nini wewe? Yaani wewe hustahili kamwe kufanya ulichofanya. Kwa nini umeniripoti kwa Prince wewe? Sasa nakwambiaje, leo nikitaka kukumaliza hapa na kumaliza. Akamwambia mimi sijala hata ukimwaga damu yangu hapa haisaidii. Kama damu yangu hata ikamwagika kidogo, mimi nasemaje nitaendelea kumsupport tu mke wangu na mtoto wangu. Wewe umesemaje wewe? Sikiliza Xiao Chuyi. Wewe ni mpuuzi mmoja. Yaani unashindwa kumwacha na kumsahau Lu Yunxi. Sasa kaisi hapa kuna kitu ni mtego. Kuna kitu hakijakaa sawa. Kuna kitu hakijakaa sawa. Kijana ameshajipanga, ametengeneza mitego kila upande. Unadhani unaweza kufanya kila kitu unachofanya? Ngoja tuone mwisho wako.
Haya, huyu anaitwa Saumu Mrisho Kiango anasema burudani iendelee. Mtazamaji, hakikisha unaendelea kuweka comment zako. Nitapitia tu comment zote. Wewe fanya kazi moja tu, hakikisha unaweka comment yako. Mimi nitasoma comment yako. Ukiandika comment lazima nitaisoma. Mariam Juma anasema wow, DJ burudani iendelee. Ni Mariam kutokea Kenya. Tuko pamoja. Roda Lunyungu pia pamoja na Mpawe, unaitwa Mpawe nayo Biju, sio hao Mozambiki hii kitu kama hiyo. Haya, sasa binti kashapata taarifa kwamba Zhao Chuyi ashafika pale. Kitu cha kwanza jamaa anaenda namkumbatia. Hii ndio furaha yake. Utamkumbatiaje mke wa mtu kila siku namna hii? Hii ni kusema jamaa sasa tayari kwa kwenye mtego. Sema katika mwaka huu umepitia magumu mengi sana mpenzi. Nisikilize. Huyu mtoto si wako. Mwamba hakutaka kujua mengi. Akajifungia pale ndani. Chuyi fungua mlango. Anisikilize kipenzi changu. Miaka yote hii umefanya vya kutosha kwa huyu mtoto. Sasa hebu niache mimi kama baba yake nifanye kinachohitajika. Nahitaji kumsaidia. Ya, basi akaamua kuloku mlango kwa ndani. Bibie alilia kwelikweli. Kule ndani mtoto anaugulia kwelikweli. Sasa damu ya huyu baba ni tiba tosha kwa huyu mtoto. Mtoto wa watu anaita tu mama. Mama anateseka. Nateseka mama. Kumbe mwamba anajua kwamba huyu ni mwalimu. Sasa mtoto anajua huyu ni mwalimu wake tu. Akamwambia usijali. Hautapitia maumivu makali tena. Sasa anamwambia mwalimu usilie. Mimi silii, usilie. Mwalimu akamwambia mimi silii. Mtoto anajuaga huyu ni mwalimu wake, anamfundisha martial art, lakini kumbe ni baba yake. Akamwambia nisikilize cha. Unakumbuka ile ahadi ya kuhusu miaka 5 ulioniambia? Akamwambia kwamba utanishinda siku moja. Alafu nitamlinda mama pia. Mtoto anakumbuka kila kitu. Baba yake akamkamata mkono hivi kishujaa. Akamwambia sasa lala. Utakapoamka utakuwa salama. Ninakuahidi. Kwa neno la baba yake akatii alichosikia. Haya, Arafa Miri unasema DJ Pendwa niko na wewe, nafuatilia kila kitu unachofanya. Huyo amenisalimia bonjour. Haya, mtazamaji mmoja nisaidie kujibu bonjour. Najibuje? Unajua? Kama unajua jibu basi tuone. Hasa huko nje mama analia kweli kweli. Fungua mlango bwana, fungua. Analia, anataka afunguliwe mlango pale. Sasa anafunguliwa mlango, itawezekana? Basi bibi analia kweli kweli. Sijui nini ambacho basi jamaa kule ndani anataka kufanya. Lakini hebu tushuhudie sisi ambao tunatazama ni kitu gani leo mwamba anaenda kufanya. Basi kitu cha kwanza akaeka gwanda lake pembeni. Fungua mkanda wake weka pembeni. Toa kila kitu weka pembeni. Hii ni kitu gani ambacho jamaa anaenda kufanya? Haya ni maamuzi magumu sana. Haya, fungua sehemu ya kifua chake. Tusisahau kwamba Zhao Chuyi yeye pia ana sumu fulani katika mwili wake. Na sumu hii basi ni sumu mbaya sana ambayo inamtafuna taratibu. Basi alijikita pale katika sehemu ya moyo wake. Alipitia maumivu makali sana. Anafanya hivi kwa ajili ya mtoto wake. Nani wetu alikuwa akisema ya kwamba nikifikisha miaka 6 nitakuwa basi nafanya vizuri sana kuliko sasa. Lakini jamaa anakumbuka vitu vingi ambavyo mpenzi wake alimwambia mara nyingi sana. Amekuwa akikataa ili basi kusudi jamaa asiwe kwamba huyu ni mwanae. Lakini tunaona tunapoelekea mwishoni huko jamaa ameamua kufanya kitu kumuonesha binti kwamba yeye tayari anajua huyu ni mwanae. Sasa damu ambayo inatakiwa imsaidie mtoto inatakiwa itoke kwenye moyo. Kwa hiyo basi ili iwezekane kumponya mtoto huyu inabidi kiingizwe kitu kwenye moyo huko. Damu ile ya ndani kabisa ndio itakayomtibu. Nafikiri hii ni sinema, tumsieke kama uhalisia. Wakati mwingine uhalisia uhitajiki kwenye vitu vya kunoga.
Inabidi kuna vitu vingine tupate kujiuliza wenyewe. Damu inayotolewa kwenye moyo pale bidi iwe ni operation kubwa hiyo. Sasa jamaa amejitoboa bila gani, bila ya nusu kaputi, kwa kutumia tu pini ya nywele. Sasa ile pini ya nywele ile kaitumbukiza pale, chomeka mpaka ndani kabisa, alafu akatoboa akaachilia namna hii. Sasa damu inayotoka pale ndio inatakiwa imponye mtoto. Hebu nikuulize mtazamaji, hapa tunajifunza kitu kimoja kizuri sana. Wewe una uwezo wa kumfanyia nini mwanao? Yaani ni kitu gani ambacho wewe kinaweza kugharimu hata uhai wako ambacho unaweza kumfanyia mwanao? Umeona kile ambacho baba huyo ameamua kumfanyia mwanae? Hasa niambie, hata kama mwanamke huyo angekuwa hataki kumuonesha anampenda huyu jamaa, niambie tu kama wewe ungekuwa ndo huyo dada, jiweke kwenye viatu vyake. Ataacha kumpenda kweli? Je, hiki alichofanya huyu jamaa Shao Chuyi, yule Zoe Yanyu anaweza kufanya? Sasa jamaa akiwa anavuja damu nyingi, binti kwanza ilibidi kuifunika ile pressure pale. Lakini sasa bila kupata tabibu atakayemshona hapo, hii damu itaachaje kutoka? Sasa namuuliza unaenda wapi? Kumwambia ninaondoka naenda kwangu. Mimi kule na daktari mzuri atanisaidia. Nisikilize Yunshi, wala usiogope, we mtibu sasa mtoto. Tumeishapata tiba, sawa? Hichi alichokuja kufanya hapa leo ni kitu ambacho tunaita the impossible. Ni ngumu sana kuweza kufanya kitu kama hiki ikiwa humpendi mwanao. Sasa amejitoa kufanya kile anachoweza kuokoa maisha ya mtoto wake. Nani mwingine? Nyosha mkono nikuone. Kama unaweza kufanya kile amefanya jamaa, hebu nyosha mkono nikuone. Tumia hata emoji niambie kama unaweza kufanya. Kwani jina lako unaitwa nani? Na unaitazama episode hii unatokea nchi gani? Je, unaweza kufanya kile tulichokishuhudia? Tamthilia hii inaitwa Stolen Love. Nimeelezea maana yake mara nyingi sana, na kila tunapoingia katika matukio mazito huwa napenda kurejelea maana halisi ya Stolen Love. Leo nitakukumbusha tena. Wakati kijana akiwa basi amejikuta katika mkumbo wa kufanya kile alimefanya, damu nyingi ilikuwa inamtoka. Sasa anaamua kujitibu mwenyewe akitumia tiba hii. Lakini angalia, sasa akiwa katika hali mbaya kabisa, maadui zake ndio wanajitokeza. Je, atakuwa salama kweli? Unikumbushe mtazamaji, nikukumbushe tena maana halisi ya Stolen Love kabla tujamaliza episode hii. Tupate kukumbuka. Kila unapokumbuka jina la tamthilia na matukio unayoyaona, ndio sasa unajua nini kinachoendelea. Sasa angalia, wakati kijana amempa ishara mwamba pale, maana yake ni kwamba amepanga kitakachokuja mbeleni kama mbwai. Mtoto sasa anatakiwa ajikaze. Lakini angalia, damu iliyotoka kwa tabu nyingi. Yaani jamaa amekuja kaitupa chini yote ile. Hii maana yake nini? Binti akamuuliza, umechanganyikiwa wewe? Umechanganyikiwa? Toka nje hapa, sitaki kukuona. Ondoka. Kamfukuza kabisa. Yaani mtu alikuwa apoteze maisha, amejitoboa kabisa kwenye kifua chake ili kusudi amsaidie mtoto wake. Njemba imekuja imevunja nini maana yake kama mimi sipati chochote kwako, na wewe upati chochote pia. Lakini kumbe mwamba alikuwa na dawa tiba tayari. Kumbuka kishamuua Crown Prince, kwa hiyo vile vidonge anavyo. Hii maana yake ilikuwa ni wivu wa mapenzi. Yeye alichofanya ni kitu simple tu. Alichofanya amemuua Crown Prince, alafu amekuja na dawa tiba ambayo mtoto anatakiwa aipate. Yeye alichofanya ni wivu, kwamba hataki damu ya baba imsaidie huyo mtoto. Kwamba kwa nini yeye, mimi nimeshindwa vipi? Sasa akamuuliza, umepata vipi hiyo kinga? Umeipata wapi? Alafu kamwekea ule mkufu pale na vidonge vyote viko pale. Binti akashangaa. Akamuuliza, wewe umemuua Crown Prince wewe? Kwa hiyo kumbe mikakati yako na mipango yako yote saa zote, kumbe kitu ulichokuwa unataka. Nasema hivi, ulitaka nifanyeje? Nimeshamuua ndio. Binti akasema, oho, wewe Zao Yanyu, sintaka nikusamehe kamwe. Nisikilize mki, ni kuahidi kitu. Mimi sitawahi kumdhuru huyo mtoto. Yaani hata iweje sintawahi kumdhuru. Sasa nikwambie kitu kimoja. Yoyote ambaye ananizuia mimi kuwa na wewe lazima afe. Hii sasa ni kama taarifa bibi anapewa kwamba ina maana usiku wa leo Shao Chuyi anaua. We, binti ndo kama amechanganyikiwa. Akaanza kutoka pale mbio. Sasa ameacha kumsaidia mtoto wake, anataka kwenda kumsaidia Shao Chuyi. Haya sasa.
lakini jamaa anajiamini kwamba hakuna jamaa kitu ambacho mwamba atafuata. Sasa General amerudi, hali yake ni mbaya, tayari ameshaingia katika kambi yake ya jeshi. Kidogo wanatokea maadui wakiwa na panga zao, maana yake ni kwamba atoki mtu salama. Haya, sasa wale walinzi wameuawa, kabaki General mwenyewe, lakini hali yake si nzuri. Hawa wanaitwa assassin, maana yake utoki ukiwa salama. Binti naye amekuja wakati ule ule akiwa ameshajua tayari kwamba mwamba yuko kwenye shida ngumu sana. Cha kwanza alichofanya ni kumchukua mwamba, akapanda naye kwenye farasi haraka sana. Jamaa akiwa chini anasepa naye, tutajua mbele kwa mbele. Hii ndio inaitwa stolen love. Basi alienda naye mpaka ikafika mahali fulani, ameenda kwa daktari wake ili kusudi aweze kupata tiba kwa haraka. Mwamba alipoteza damu nyingi sana. Kwanza anatapika damu, lakini kuna damu nyingi sana inatoka katika mwili wake. Sasa namwambia mpenzi, usiwe na shaka lolote. Nenda kamsaidie kwanza cha. Dokta huu tafadhali nimsikilize. Msikilize atakachosema umpatie. Yun, nasikiliza kila kitu unachosema. Lakini nisikilize na mimi. Naomba unisamehe kwa kile nilichofanya. Unikusamehe kwa kitu gani ulichofanya? Toto analegeza sauti pale. Anambia sikiliza nikwambie, rudi haraka. Mimi nilishaambiwa nina miaka 5 tu ya kuishi. Na hiyo miaka 5 ndio imeshaisha. Ndio maana nimefanya hivi. Mtazamaji, na hapa ndipo tunakuwa tumeikamilisha episode hii ya 18. Umeona ilivyo ya moto Inaitwa Stolen Love. Basi nataka nikuambie maana halisi ya Stolen Love kwa mara nyingine tena. Kama ulikuwa umesahau, leo nitakufahamisha. Jamani, nilisema stolen love maana yake ni mapenzi ya vikwazo, unaweza kusema hivyo, ama unaweza kusema basi stolen love maana yake ni mapenzi ya utata, ama unaweza kuitafsiri stolen love kwamba ni mapenzi ya kificho, ama unaweza kusema stolen love kwamba ni mapenzi ya wizi, ama unaweza kusema ni mahusiano ya siri ambayo labda pengine hayakubaliki kisheria ama kijamii. Stolen love inaweza kumaanisha mapenzi yaliyopatikana labda kwa hila ama usaliti, na inaweza pia kumaanisha mapenzi ya mchepuko. Yote hayo yanamaanisha stolen love. Sasa katika yale ulioyaona mtazamaji, wewe umedefine stolen love imebalance katika matukio yapi ulioyaona? Mimi naitwa Michael Lukindo, Mr. Informer, na hii ndio kazi yangu kukufanya ufurahi. Hakikisha una MB za kutosha, tunaenda kwenye episode ya 19. Na sasa nitakuwa nimebakisha episode moja tu. Maana yake ni kwamba tumefika mwisho. Wewe unafikiri picha linaenda kuisha namna gani? Ni upande gani utashinda? Upande wenye hila wa Crown Prince ambao tena tayari Crown Prince ameshauawa, ama basi ni upande wa Emperor? Tuna nini ambacho tunatarajia katika mwisho wa tamthilia hii? Kuna mengi bila shaka tuyatarajia. Wakati huo basi acha nikupe na mimi pia promotion ya vile vitu ambavyo ni muhimu sana kwa upande wangu. Mtazamaji, usisahau ya kwamba tumemalizana na inaitwa Lost Love kwenye channel yangu ile kubwa kabisa ya Michael Lukindo, Mr. Informer. Na sasa nimekuandalia tamthilia mpya ambayo basi baada ya kumalizana na hii ya Stolen Love, basi nitakuletea tamthilia hiyo, na pengine naweza kukuletea leo ama tunaweza kuianza kesho rasmi. Tunaweza kuianza kesho rasmi. Kwa hivyo basi wewe kaa tayari. Wakati tunapoimaliza tamthilia hii, basi mimi kwa kawaida huwa naanzaga kwanza na channel yetu kubwa, alafu ndio unakuja kwenye channel zingine ambazo ndo watoto wangu sasa, watoto wetu au vipi manake hizi ndio channel zinazokuwa kwa sasa, kwamba bado tujafika katika hatua kubwa kama ile ya channel yetu kubwa ambayo ni ya Michael Lukindo, Mr. Informer. Sasa nikutangazie pia kwamba mwaka huu ulipoanza tumetengeneza channel nyingine mpya inaitwa Mr. Lukindo, na humo basi kuna mambo mazuri. Tarajia vitu vingi sana pia tutakuletea katika mwaka huu 2025, na tayari tumeshadokeza. Ukienda katika channel ya Mr. Lukindo ya YouTube utakuta kuna vitu vingine mule ndani. Sasa kama unapata shida kuandika kwenye browser lile neno Mr. Lukindo, unapata shida kuliandika, hata usipate shida mtazamaji, nimekuwekea linki katika sehemu ya comment hapo. Nimepini linki pale, nimekuambia subscribe YouTube channel yangu mpya, nimeweka linki ya channel hiyo hapo pembeni. Kwa hiyo basi unaweza tu kuiclick hiyo link na channel ya Mr. Lukindo itafunguka automatic kwenye simu yako ama device unayoitumia. Kama unatumia iPad ama laptop ama computer, basi utapata kuiona channel yetu ya Mr. Lukindo. Subscribe hapo kabisa. Asante sana kwa muda wako. Nina imani maelekezo yameeleweka vizuri. Basi nashukuru sana kwa wakati wako, na nina imani maoni yako nitayapata hapo chini. Ikiwa na comment yoyote andika hapo, mimi niko tayari kuja na episode inayofuata.